Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini pia ninachukua hatua hii kukushukuru sana mama mchungaji. Mungu akubariki sana. Nakushukuru kwa kulea kaka yangu vizuri. Lakini pia mtumishi wa Mungu Pastor Benjamin, najisikia raha Mungu kunikutanisha na senior na baba mzuri kama wewe. Mungu akubariki. Nanyenyekea sana kwa kumtukuza Bwana kwa sababu ya maono yaliyopo ndani ya mtumishi wa Mungu Pastor Gideon. Mungu akubariki na kukuinua zaidi. Wewe ni mtu wa thamani. Lakini pia watumishi wa Mungu, wachungaji, mchungaji Nkomo na mke wako, watumishi wa Mungu, waimbaji, na kila mmoja ulioko mahali hapa, wapiga vyombo, praise and worship, ninyi wote ni watu wa thamani. Hebu nisaidie tu kuweka mikono miwili kifuani, sema mimi ni wa thamani. Amen. Ninajisikia vizuri kwa ajili yenu na namtukuza Bwana kwa ajili yenu na kunyenyekea sana. Mambo mengi yanaongelewa, hakuna kitu kigumu kama kuanza jambo lakini pia kumaliza jambo. Kuna vitu viwili vigumu sana kwenye maisha ambayo nimejifunza. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakati fulani nikiwa ninajaribu kujibu swali moja katika maisha ya watu wengi, nilikuwa ninasema Mungu alitokea wapi? Najua hata wewe umewahi kujiuliza. Nimewahi kujiuliza swali hilo, na ndani ya maisha yangu nilikutana na majibu au jibu fulani katika maisha yangu. Mimi mwenyewe nilinishangaza. Nikiwa nasoma kitabu cha Ufunuo, Mungu akaniambia nilitoka sehemu moja inaitwa Mwanzo. Okay, Bwana Yesu atusaidie sana. Kama ulikuwa unatafuta wapi Mungu alitokea, naomba usijiulize tena, alitokea sehemu inaitwa Mwanzo. Na alinijibu kwa kusema mimi ni Alpha na Omega. So pale ambapo pana mwanzo ni pahala pa Mungu. Pahala penye mwisho ni pahala pa Mungu. Kwa hiyo hapo ndipo alipotokea, hapo ndipo alipo, hapo ndipo anapomalizia mambo mbalimbali. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kwa namna hiyo nilimshukuru Kristo. Lakini sivyo tu, nina muda mchache tu wa kusema machache ambayo Bwana amenipa. Na mimi nitasema na wewe kitu kimoja tu. Kwa nini mchungaji wangu? Mwambie jirani yako, kwa nini mchungaji wangu? Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa nini mchungaji wangu? Na mimi nitatoa sababu mbili tu, kama vile wengine wametoa sababu nzuri kabisa, ninaheshimu. Lakini kabla sijaenda kwenye sababu hizo, ninaomba niseme jambo hili tu dogo ambalo nimewahi kukutana nalo nikiwa chuo cha Biblia. Wakati fulani nikiwa chuo cha Biblia, swali moja liliibuka ndani ya darasa tukiwa tunamuuliza profesa wetu. Nakumbuka katika siku hiyo, na swali hili limekuwa likilia sana kwenye ufahamu wangu kila wakati. Tulimuuliza profesa, kwa nini tutumie miaka 4 katika Biblia wakati watu wanapotea dhambini huko? Profesa alitulia kimya na kutafakari sana. Alafu najua ametujibuje. Akatuambia jambo jepesi sana. Akatuambia kwa sababu ninyi ni zaidi ya madaktari. Kuna kitu kimoja ambacho kwa mwanadamu mmekabidhiwa kushiriki na kuhusika nacho. Na kitu hicho kina uhai. Kwa mantiki nyingine ni uhai. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Tukasema tunashughulika na kitu gani? Akasema unashughulika na roho za watu. Kama vile daktari anapohitaji kuchukua muda mrefu sana kwa ajili ya kuweza kusoma, kuelewa vitu mbalimbali na kuweza kuelewa mwili wa mwanadamu, ndivyo mchungaji anapotakiwa kuchukua muda mrefu kwa ajili ya kusoma, kuelewa na kumtaka Bwana kwa ajili ya kujua uhai wa mwanadamu. Amen. Kama unanielewa kwa jina la Yesu. Kuna mtu anaelewa kitu tunachoongea. Kwa tulipofika hatua hiyo, nilijikuta ninafika hatua kwamba ninasikia ndani yangu nina uhitaji mwingi sana wa kuijua roho ya mwanadamu na kuielewa, lakini pia kumjua roho mwenyewe ambaye ni mwanzilishi wa kila jambo. Kwa hiyo asilimia kubwa nilitumia muda wangu mwingi, na mara nyingi natumia muda wangu kuweza kumjua roho ili kwamba nijue roho za watu. Amen. Lakini si hivyo tu, nisikilize kwa makini, utanielewa tu kile ambacho natamani kuzungumza na wewe leo. Mchungaji wako anashughulika na roho yako, na hamna kitu kigumu kama kushughulika na uhai wa mtu. Kama kuna watu wanasoma habari ya udaktari, utaniambia ile habari ya kulinda uhai wa mtu. Nimekuwa nikiangalia na nikifuatilia kidogo.
watu wanajua kupepeta na kuweza kuangalia namna ya kutunza uhai wa mtu. Madaktari wanahangaika. Kuna wakati mtu akitaka kupata roho, kuna vitu vinafanyika. Wakati mwingine wanafanya vitu mbalimbali. Kuna mambo mengi yanayofanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini kinachotafutwa? Uhai. Sasa uhai sisi tumepewa direct kwa ajili ya kutibu na kuweza kutunza. Mama nikwambie, mimi mtumishi wa Bwana na wewe mtumishi wa Bwana uliyeko mahali hapa, tumepewa kazi ngumu kuliko zote. Naomba nikwambie kabisa kwa jina la Yesu, sisi ni zaidi ya rais unayemjua wewe kwa jina la Yesu. Yeye anahusika na utawala, sisi tunahusika na kanuni ya uhai wa maisha ya mtu. Mchungaji anapokaa katika viwango vya maisha ya uhimilifu kwenye maisha yake, ndivyo ambavyo uhai wa kanisa unaonekana. Mimi nakwambia ukweli, kama tutakosa uhai ndani ya roho ya mchungaji, hakuna roho itakuwa na uhai ndani ya kanisa. Anyway, acha tusome maandiko. Kitabu cha Efeso sura ya 6 mstari wa 19. Efeso sura ya 6 mstari wa 19. Kuna mahali natamani uweze kuelewa kitu hichi. Naomba nitangulize tu kitu hichi wakati nasoma hayo maandiko. Nifungulie tu maandiko alafu nifanye utangulizi huu. Nataka niseme kitu hichi. Kwa jina la Yesu, Mungu nisaidie. Nasema hivi, wachungaji na viongozi wa kiroho wamebeba dhamana kubwa mno ambayo haiwezi kufananishwa na nafasi yoyote ya kidunia. Maombi yetu kwao si hisani, bali ni wajibu wa kimkakati wa kulinda lango la taarifa na ustawi wa mioyo yao. Unaelewa ninachokiongea watumishi wa Mungu? Hatujaja kuomba hisani mahali hapa. Bwana ametupa neema na watumishi wa Mungu kama wachungaji. Sisi hatuombi hisani wa watumishi wa Bwana. Wanatakiwa waelewe hilo jambo. Hatuombi tu. Hatuji mahali hapa kutilia huruma ili utuombee. No! We are here to say the reality. Tuko mahali hapa kukwambia ukweli ili unapousimamia upate baraka za utukufu katika maisha yako. Kwa maana usipoweza kufanya haya mambo, tusipoweza kukwambia ukweli, na maana yake hatujaiponya roho yako. Na lazima tuseme haya ili kwamba roho yako ipone na kukaa salama. Jamani, mnanielewa? 6:19 inasema, pia kwa ajili yangu mimi nipewa usemi wa kufungua kinywa chako ili nihubiri kwa ujasiri ile siri ya Injili. Rafiki, hatupo katika eneo la Injili kwa sababu ya kuhubiri siri zetu. Na ndio maana tukisimama katika madhabahu hatutaki kuja kusema mambo yetu ya ndani sana. Kianza kuona mchungaji anahubiri mambo ya ndani sana pale, wale hawajajua labda pengine, afu na sio yeye tu, hata wewe hujajua namna ya kumwombea ili atoke na siri. Unajua tukitoka kwenye eneo la chumba cha siri, tunataka tutoke na siri za Injili. Jamani, mnanielewa kwa jina la Yesu? Kila ninachoenda kukitafuta, kila ninachoenda kwenye magoti yangu, naomba nikwambie rafiki, siendi kuitafuta siri ya ndoa yangu ikoje. Niko natafuta siri ya Injili ikoje. Na kwa sababu hiyo unahitaji kuniombea tulitoke na hizo siri. Siku moja mtumishi wa Bwana aliyeandika kitabu hicho anaitwa Paulo, anasema rafiki, naomba mniombee nikitoka kwa mantiki nyingine, nikiingia kwenye chumba cha maombi, ukisikia kuna siri kwa Antoste Paulina, Sherifa Antoste Vera, I'm talking a secret, is not a secret, it's mysteries. Naomba nikwambia, nitapoingia kwenye chumba, siendi kutafuta vitu vya ovyo, natafuta vitu vya uhai. Mwambie ndani yako uhai. Napotoka na mysteries, napotoka na siri, ndipo roho yako inapata uhai. Mama nikwambia, unahitaji kumwombea ili atoke na hizo siri. Kuna mahali naomba niwaambie, bila kutoka na siri za Injili. Naomba nikwambie, labda nikwambie siri ya Injili. Injili maana yake ni habari njema. Unanielewa? Kama nisipotoka na siri ya habari njema kwa mantiki nyingine ya kawaida, nisipotoka katika chumba cha siri na siri za habari njema, kuna mahali nitakupa habari ambayo haitaweza kuponya roho yako. Na naomba nikwambie, hakuna ambaye anataka habari mbaya kwa maisha yako. Watumishi wa Kristo, tukiachana na wachungaji, tunaohitaji habari mbaya kila wakati. Nyosha mkono. Unakuja mahali hapo kwa sababu unategemea kwamba tutatoa habari njema kila wakati. Nikija mahali hapo nikawa natilia huruma, naona
isiendane na vitu mbalimbali. Haya ni maombi tu baba. Tunaombewa. Tumshukuru Yesu. Ndio maana kuna wakati emotion hazitawala. Lakini tukitoka nayo kule, tukaja nayo wapi? Wewe. Hivi vile utavichukia, utasema hamna maana ya hivi vile. Na naomba nikwambie katika dunia hii, kuna mahali mpaka watu wale walifika hatua wakaanza kuchukiwa. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu kutoka ndani ya chumba cha siri, hawakutoka pengine wakati mwingine na uhai. Hicho tu kilifanya mtu mmoja amchukie mchungaji wake. Uhai. Uhai. Mwambie jambo uhai. Kila wakati tunatafuta uhai wa maisha yako, maisha ya kiroho, maisha tunaitamani tuone uhai. Na naomba nikwambie furaha ya mchungaji yoyote wa kweli. Sizungumzi mchungaji olela. Sizungumzie habari ya mchungaji ambaye pengine hawazi juu habari ya mshirika. Naomba nikwambie mchungaji yoyote ana furaha anapoona kuna kufanikiwa kwake. Kwa sababu yeye anapenda mambo haya. Na ndio maana ukienda ukamwambia nimefungua biashara, oh my God, utaona anakwambia twende nikatie miguu, nibarue tukasio. Why I need to press? Kwa sababu ninajua why unatokea. Naomba nikwambie napenda sana watu wasiokuwa na kitu, ninapokuwa nao wawe na kitu. Unajua kwa nini? Kwa sababu ni mtu wa habari za uhai. Mchungaji ni mtu wa habari za uhai. Mwambie jirani yako mchungaji ni mtu wa habari za uhai. Haleluya. Wangu nakimbia sana. Naomba niseme kitu kimchapa. Kuna sababu ya kwanza. Kwa nini mchungaji wangu? Sababu ya kwanza kwa nini mchungaji wangu? Sababu ya kwanza, yeye ndiye chemchemi ya mtazamo wa uhuru wa akili za watu. Narudia tena kwa jina la Yesu. Nasema hivi, yeye ndiye chemchemi ya mtazamo wa uhuru wa akili za watu. Naomba nikwambie, kuna mahali mchungaji analetea watu kadha wa kadha. Wakati fulani nikiwa najiuliza maswali haya, unajua kwenye chuo cha Biblia hatusomi tu habari za theolojia. Unajua kuna mtu mwingine anaona tu theolojia. Tukienda kwenye chuo cha Biblia jamani, mpaka basic mathematics tunapewa. Mpaka physical science. I tell you, naomba nikwambie siku nakutana na physical science kwenye chuo cha Biblia, I asked why. Niliacha physical science kidato cha pili, nilikataa kabisa, nilisema mimi nadili na mambo ya business, hayo ndio mambo yangu. Nilisoma biashara kwenye maisha yangu. Unalipa physical science hapa. Tumishi wa Bwana, na kitabu sio kidogo, kurasa 400. Natakiwa nisome ndani ya wiki 2, nifanye assignment zote na nimalize kufanya assignment. Hapo nimalize kufanya assignment, kuna watu bado wananisubiri wanipigie simu. Eti baba tuombee. Nikasema tena wanalipa vitu vya physical science. Nikatoka hapo nikashangaa zaidi. Nikasema church business tena. Nini hichi? Nikarudi kwenye magoti. Jamani mimi kila wakati jamani natokaga na uhai huko nyinyi. Ndio maana napenda chumba cha siri kuliko unavyofikiri. Napenda nikiingia magoti. Huwa ninarudi naongea Bwana unajua kuna vitu sivielewi. Sasa mimi tena kwa sababu hata na vitu hivyo. Mimi kwa mtumishi wa Mungu, unaenda kulea madaktari, unaenda kulea wafanyabiashara, unaenda kulea walimu, na kila mmoja ana psychological yake. Sasa akija mfanyabiashara, ukienda na akili nyingine ya kwamba nimekutana sawa sawa na mwalimu, naomba nikwambie utaumia. Lazima uelewe hii psychology kwanza ina vitu vyake. Kwa mfano unakuja kufanya counseling kwa mwalimu, unatakiwa kwanza uwe mpole mchungaji, kwa sababu tayari mwalimu amezoea kufoka. Bwana usipoelewa unaweza kufika hatua mchungaji tulie kwanza nimalize. Hapo jiulize jamani, kwa nini nani kiongozi kati yangu mimi na wewe? Wewe labda nikuachie kwa basi. Lakini ndio hivyo, you need to deal with it. Jambo chako hichi kitu ubinacho. Uhai. Chemche. Kama nikwambia watumishi wa Bwana. Sasa uhuru wa akili yake haupatikani kama haujafika hatua. Umemwombea tu apate nguvu ya kutafuta uhuru wa akili yako. Kuna mahali hii injili inaweza ikakuua na ikakuponya. Jamani Bwana Yesu
tusaidie sana. Iko mifumo mitatu niwahi kuelewa katika dunia ambayo inaongoza maisha ya wanadamu. Mfumo wa kwanza unaitwa mfumo wa kihisia. Mfumo wa kihisia wenyewe, kuna mahali unaweza ukakwambia vitu ambavyo hata wewe hauna. Unanielewa tumisho Mungu? Kama unataka kuniamini siku moja ukose hata shilingi 100 mfukoni, alafu upite mahali pana vitu au sokoni, alafu au sio sokoni, upite katikati ya watu, alafu ukishapita wale watu wakati unapita tu wao kuna jambo wanalizungumzia alafu wakacheka. Aitani utakuta mfumo wa kihisia unakwambia hilo cheko langu na mimi mfukoni hapa. Na ndio unachokiongea. Alafu kirudi huko unahitaji kusaidiwa. Lakini mfumo wa pili nilioelewa ambao ulinitisha kidogo ni mfumo wa kidini. Mfumo wa kidini ni mfumo ambao una uwezo wa kukufanya huru na kukufanya mtumwa. Mfumo wa kidini. Sababu sema hili lakini lazima nikwambie. Kuna watu wanafikiri wanapiga tu ili mnada mfumo wa kidini una uwezo mkubwa sana wa kukuinua kutoka mahali ulipo na kukudidimisha kutoka mahali ulipokuwa. Kama usipoelewa. Na ndio maana asilimia kubwa ya watu wa mfumo wa kidini ni vigumu sana kuwasaidia. Kwani hujawahi kwenda kuambia watu wakoka anakuambia nasali kwenye fulani. Ni mfumo ambao umekasa katika viwango fulani. Swala sio kusali sehemu gani. Tunazungumzia habari ya ukombozi wa maisha yako. Wewe unaanza kuniambia habari ya dini yako. Mimi inaonyesha nini? Ukitazama kwa makini, mfumo ambao umetawala akili ya mtu ambao unahitaji uhuru ni mfumo wa kidini. Alafu baadaye nikaja kuelewa mfumo mmoja ambao ni mfumo unaotengeneza uhuru ndani ya maisha ya mtu. Na mfumo huu unaitwa mfumo wa kiimani. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Katika mfumo huu wa kiimani ndipo kitu kimoja kinapatikana ambacho kiliongewa na Kristo Yesu. Anasema nani mtajua kweli na hiyo kweli itawaweka huru, tena huru kweli. Ni mfumo wa kiimani unaozalisha kanuni ya uhuru wa maisha yako. Sasa kama ni mfumo wa kiimani, mlinde mchungaji anaozungumza mifumo ya kiimani kwenye maisha yako kupitia njia ya maombi, maana kuna vitu wanavitunza, kuna uhai unaotunza maisha yako. Mama nikwambia, when we are praying for you. When we are preaching for you. When we are doing anything is for you. Kama utanikuta siku moja niko na mlilia Bwana, asilimia kubwa sio hata nyumbani kwangu. Naomba nikwambie wachungaji, asilimia kubwa mimi mtoto wa mchungaji nimelelewa kichungaji, najua habari za kichungaji tangu mtoto. Wakati nazaliwa tu nilikutana na baba yangu mchungaji, mama yangu mchungaji. Kwa hiyo najua nje ndani habari ya wachungaji. Asilimia kubwa akianza kuomba haombei watoto wa nyumbani mara nyingi. Naelewa anachokiongea. Anaanza washirika. Muona mshirika fulani, Bwana mbariki. Sisi tunasikia mwambia tukianga wewe jioni wasimuelewa na wazee bado unajua. Ukipiga kisikio kidogo sana, fulani anaanzisha biashara fulani. Mama fulani kaanzisha biashara fulani. Msaidie Bwana. Unajua kusikia, unajua mtoto wangu sasa amefika. Mimi kitu kikubwa ambacho nakijua kwa baba yangu mzazi, ambacho huwa anajiproud. In fact, hajawahi kuomba maneno mengi, sio mtu wa kuomba vitu vingi. Ila ninakuwa nikirudi kila siku magotini kwake. Na hata nikitoka bahala popote, ukiniona nafanikiwa tafadhali naomba nitaje jina la baba yangu pia, kwa sababu yeye ndiye ananiombea. Unanielewa ninachokiongea? Unanielewa ninachokiongea? Ninarudi magotini na shika magoti yake. Naomba Baba, naomba unibariki. Baba yangu sio mtu wa maombi mengi kwa watoto wake. Yaani mengi. Anachokisema kwenye maisha yake na kukikiri kwa mfumo wa kiimani, huwa anasema hivi: sina mtoto maskini. Cha kwanza. Sina mtoto maskini. Lakini sio tu mtoto maskini. Sina mtoto asiyemjua Mungu. Sisi katika habari ya kumjua Mungu kwenye maisha yetu ni kanuni ambayo iliwekwa katika uhuru, haikuwekwa katika dini tulionayo. Anaangalia kati ya watu ambao waliwahi kumwambia baba yake, "Mwambie baba, sasa nafanya uchunguzi. Kama uliponipeleka sipo, nafikiri nitakuacha." Solema. Mimi ni mmoja wapo. Kwa sija kuweka kwenye eneo la Ukristo kwa kufuata mkumbo. Niko kwenye eneo la Ukristo nikijua what am I doing?
Yaani kuna moja, kwanza tuangalie kwanza vitu. Jamani, chemchem ya uhuru wa akili inapatikana kwa mchungaji wako. Omba kwa ajili ya maisha ya ufahamu wa mchungaji wako. Ukija mahali hapa uje na uhuru wa akili yako. Kuna wakati mwingine kwanza anasimama tu kuhubiri, usianze kuomba maneno mengi, mwambie Bwana, wakati wa uhuru wa akili yangu umefika. Fanya. Kuna baadhi watu wanachibiwa katikati ya nini? Katikati ya nini jamani? Ya injili. Yaani injili inapigwa, anapata uhuru. Kuna baadhi tunaona watu anatibiwa. Na naomba nikwambie, kati ya mahali pana matibabu mazuri ni eneo la kinywa kinachotoa matibabu. Yaani wakati kinaongea vitu vya kiungu, wakati vitu vya kiungu, na sijui ni namna gani Bwana ameseti mambo yake. Wakati fulani namwambia mgonjwa fulani, nikamwambia sisi hatuna vitu vingi tunavyovitumia, huwa tunatamkaga neno tu. Halafu hili neno liko katika eneo la jina. Jina litoa Kristo. Halafu tukitaja tu hilo neno tunashangaa kuna uponyaji unatokea. Wala hatujui namna gani. Nikiwa nazungumza kitu hicho, huwa nakumbuka wimbo mmoja unasema, sijui ufanya. Hebu niambie, sijui ufanya kile Chemchemi mtazamo wa uhuru wa akili yako ni mchungaji wako. Pointi ya pili na ya mwisho, yeye ndiye wakala wa kugeuza. Narudia vizuri. Yeye ndiye wakala wa kugeuza kisichokuwa kitu kuwa kitu, kisha yeye kuonekana si kitu. Narudia tena kwa jina la Yesu. Najua kuna mtu hajaelewa. Nasema hivi, mchungaji wako yeye ndiye wakala wa kugeuza kisichokuwa kitu kuwa kitu. Kisha yeye kuonekana si kitu. Ni mchungaji ambaye anatengeneza mazingira ya wewe ufanyike kitu, alafu anarizikaga sana hata asikuonekana kitu. Narudia tena kwa jina la Yesu. Yaani ukimwona Pastor Kameremi hapa, utakuta kuna wakati pia ananiambiaga, kwenye grupu fulani naanza kuhubiri, nikitoka hapa naingia kwenye nyingine. Yaani anatengeneza mtu. Alafu baadaye anamwambia mchungaji, kuna nini unatafuta? Utukufu kwa Bwana tu. Naomba nikwambie, ndio mtu pekee anatengeneza mchakato wa kuwa kitu, yaani kitu kile kitu, alafu baadaye asiwe kitu. Kuna sababu nyingi za kumwombea mtu anisaidie kama hivi. Yaani yuko hapo ili wewe uwe kitu. Alafu baadaye hata usipomwona kwa kitu wala ila sio maumivu yake, sio shida zake. Hebu sema sio shida zake. Yaani sio shida zetu wachungaji wao usipotuona kitu, ila ni shida zetu wewe usipokuwa kitu. Yaani isipotokea kitu bwana, naomba nikwambie ni shida ya mchungaji. Kama unataka stress za mchungaji zionekane, kanisa au watu walioko ndani ya kanisa wasifanikiwe, yaani wasione kuna hatua inapigwa, yaani ile glory to glory. Baba tumishi wa Mungu Benjamin kale ka glory to akapo wewe baba, kwani wito wangu sio wako baba? Hayo maneno yanakujaga moyoni, kwa sababu mzigo wa mchungaji ni kufanya kisichokuwa kitu kiwe kitu. Kila wakati anatafuta kisichokuwa kitu ni kiwe kitu, lakini pia yuko tayari kwa moyo safi na wakupenda. Kuna wakati unaweza ukamwona sio kitu, alafu akasema wow, haina shida, nashukuru Mungu kwamba nilikufanya kuwa kitu. Alafu tuendelee tu hapo, mbona fresh tu hata baba mchungaji wafanya watu vitu fresh tu, hata kama hajakumbuka haina shida. Alafu sisi hatukai kwa sababu tunatukumbuka, no, tunakaa kwa sababu Mungu anatukumbuka kwa ajili ya maisha yako. Na nikwambie, Roho Mtakatifu ni mwema, huwa anatujalia, anatufeva. Na kama unataka kuamini, sikufundishi ufanye hivi, ila unataka kuamini, jaribu tu, usitoe sadaka, uone Mungu anavyotufadhili. Ndio utajua ule mwili wa Daudi. Mala leo la kitabu. Mala leo.
Sasa ndivyo Bwana anatufadhilisha. Kwa sababu ni watu tunaothibitisha tunafanya wasiokuwa kitu wawe kitu. For your pastor, ona kwa ajili ya mchungaji wako, maana ni mtu wa bidii katika kufanya kila kitu, ni mtu wa bidii katika kutokeza. Unaweza ukasimama ili tumwambie Bwana, wabarikiwe sana, hao watu hawa wainuliwe sana. Utakutana hapo siku za 8, ni yeye kumwambia Mungu akubariki, yeye kumwambia Bwana nina wasilipa hawa huyu na huyu. Unajua wamekuwa akiniambia juu ya uzito wa mambo yake, ameniambia biashara yake haiendi, yani badala hiyo stress iwe ya kwako inakuwa yake mara mbili. Unajua baba yangu na mama yangu wa kiroho, kila nilipowaambia juu ya habari ya ugumu naopitia kwenye maisha yangu, kila wakati walipiga simu wakiuliza vipi mambo yameendaje. Nakumbuka siku wakati fulani mama yangu mara nyingi, yeye ni mtu wa kuzamia yule mama, Mungu ambariki na kuombea Pastor Leonia, wao Bwana akutukuze tu, maana ni chombo cha pekee. Nakumbuka wakati fulani niko kwenye shida, anasema nimezamia mwanangu, nina kama siku 7 tu kavu hapa, ngoja nikutaje kwa Bwana. Nyinyi watu wa Bwana, nyinyi watu wazuri wa Kristo, hichi kitu nakiona kiko madhabahuni kinafanya kitu na yeye tamani kiwa kitu, yani watumishi wake sio mwenyewe sababu ya kumwombea mchungaji wako. Yeye ni chemchemi ya uhai na uhuru wa akili yako, ni chemchemi ya uhai wako na uhuru wa akili yako. Huo rais unasema nitakuja kuwa rais, ni kitu ambacho kinatunzwa na mchungaji kwa kila wakati. Bwana mtopee tu siku akiwa rais, mimi nataka kushukuru. Hata kama hatakumbuka kulikuwa na mchungaji fulani alisema jambo, mimi naomba tu akasimame mbele ya watu. Ni kanuni ya mchungaji kuyatamani mambo makuu kwa watu ambao wanawachunga, ndivyo walivyo mchungaji. Na kwa sababu hiyo mtunze kwa maombi, tunze kwa maombi, tunze kwa maombi. Ulisema na kushindwa